Mchungaji Joseph, nimeona kazi unayoifanya ni kubwa sana, na jinsi unavyopambana kurejesha watu kwa Mungu. Umevumilia kejeli, chuki pamoja na maneno ya watu, lakini pamoja na hayo bado unasimama imara kweli kweli. Hakika umebarikiwa kwa Mungu. Asante sana mzee Matei, lakini upaswi kunipongeza mimi. Ni Mungu tu anayeweza kututoa katikati ya dhoruba. Ni kweli kabisa mchungaji, wengine wangeacha kwa muda mrefu sana, lakini wewe unaendelea kusali, kufundisha na kusamehe yote katika ulimwengu huu. Kijiji hiki kitabarikiwa kupitia maneno yako, na hakika kitabarikiwa kupitia kwa Mungu. Mzee Matei, ni Mungu tu, yeye ndo ana uwezo wa kuinua unyonge wa moyo na kuwapa watu matumaini mapya. Na kitu kingine ambacho nimejaribu kujifunza siku zote mzee Matei ni kwamba majaribu sio mwisho, bali ni mwanzo wa neema. Endelea hivyo hivyo mchungaji, hakika Mungu atakutumia kuokoa wengi katika ulimwengu huu. Amen. Ni Mungu tu ndo anaweza kufanya haya yote. Lakini mzee Matei, nikuombe karibu kanisani. Asante sana mchungaji. Mungu akitujalia, hakika nitakaribia kanisani. Karibu, kwa sababu Mungu anawahitaji. Kaona wazee kama nyie. Sasa hivi jukumu lililobaki ni kukimbilia kwa Mungu. Kwa karibu sana. Shukrani. Hakika Bwana akituweka katika himaya yake na tujalie uzima, ipo siku tutaonana kanisani mchungaji. Haya mzee Matei. Haya mchungaji. Tutakutana. Asante. Niligaribiwa kama dhahabu motoni, nililia nikasema Bwana uko wapi? Lakini ndani ya maumivu Tangu nimerudi umekuwa kimya. Vipi, kuna jambo limekukera? Joseph, kuna mambo nimesikia hapa kijijini leo. Wanasema ulikuwa kifua wazi, huku ukifukuzwa, eti umefumaniwa. Mke wangu, nimewahi kusikia ya kuwa shetani ni baba wa uongo. Na hii ni pale ambapo nuru ya Mungu inaanza kuangaza. Giza huwa linatafuta kila njia kuipinga nuru. Lakini mume wangu, watu wanasema kwa ujasiri. Na mimi kikumbuka siku ile kuja hapa bila shati, nakuwa na mashaka juu yako. Lakini sijui ni muamini nani, sababu haya maneno yanaumiza moyo wangu.
mke wangu. Andiko linasema katika hii Biblia ya kuwa hakuna silaha itakayofanyika juu yako, na hiyo silaha ikafanikiwa. Hayo maneno uliyoyasikia ni silaha ya hayo. Lakini nikusihi kitu kimoja, hazitafanikiwa kwa sababu Mungu aliye hai amesimama upande wetu. Joseph, sikutaka kuikosa imani, ila ni maumivu nasikia ndani yangu. Ila nataka kujua haya yote sio ya kweli. Kwa jina la Mungu aliye hai, hakuna kosa lolote nililofanya. Watu wanajaribu kunivunja, lakini nataka wajue wewe ndo ngome yangu ya maombi. Tusiwaachie uongo ushinde pale ambapo ukweli wa Mungu usimama. Naamini maneno yako, na zaidi namwamini Mungu. Tuendelee kumuomba. Niligaribiwa. Karibu dada. Jumapili iliyopita sijakuona kanisani. Umepotea sana. Dada, nikwambie kuna jambo nimeliona kwa mchungaji Josefu, lakini sijui nikilisema kijiji kizima kitaamka. Sema basi tusikie. Watu wa Mungu nao wana siri zao. Dada, mimi sijasema lolote, ila jana nilimwona yule mchungaji akitoka shambani upande wa nyuma wa nyumba ya Mama Paulo akiwa ana shati. Dada, na watu wakawa wanasema amefumaniwa. Mungu wangu. Hawa watu wa Mungu nao wamezidi. Tena mchungaji mzima? Ndiyo, lakini mimi sikutaka kusema na wala sikutaka kukuambia. Halafu nikwambie dada, watu wa kanisani wakisikia, yaani huyu mchungaji atafukuzwa kabisa. Ni bora nilikaa kimya, lakini moyo wangu unaniambia si kawaida. Dada yangu, ukinyamaza utaharibu roho yako wewe. Mdogo wangu, mimi taeneza kidogo tu, usudi waumini wajue. Sasa usiyaseme kwamba umeyatoa kwangu. Mimi nimeyasema tu kwa faraga. Wewe ni dada yangu, siri salama. Lakini wajue kijiji hiki kitashtuka sana usiku huu. Hivi umesikia? Mchungaji Joseph kafumaniwa. Unasemaje? Kafumaniwa? Jamani, mchungaji, dunia imeisha. Dunia imeisha. Sasa asifiwe jamani. Amina dada. Wanasema nisiibe, lakini nitaishije mimi bila pesa?
Mamangu hajui maisha magumu ninayoyapitia kijana wake. Hapana, haiwezekani. Leo nitaiba ng'ombe mmoja tu, tena lile jeupe. Mungu anisamehe. Kuaminia kijana, fanya kazi. Nani huyu? Ina maana leo anataka tena nikoswe mnyama hapa. Haiwezekani. Kwani kuna shida gani? Ina maana banda lako ulikuwa umelifunga, ujaangalia umefunga vizuri au si? Mimi nilikuwa narekebisha tu hapa. Make nimekuta umefungia vibaya. Wewe ni mwizi. Tena mtoto wa mzee wa kanisa mwenzangu. Leo nimekupata. Siku zote unanichosha. Kumbe ndio nani nibia mzee wangu. Leo nimekukamata. Hapana mzee wangu. Sikuiba mimi. Ila nilipita tu. Wanakijiji nimeshika mwizi. Wewe, nimeshika mwizi. Wanakijiji, wewe ni haraka. Nimeshika mwizi. Huyo mwizi akimbia kachoropoka hapo. Mpita wapi huyo mwizi huyo? Ameshoropoka, ameshakimbia. Tena mtoto wa mzee wa kanisa. Umechelewa. Ndugu zangu. Wafaza mwizi nani mwanangu? Hao watu wanatusumbua hapa kijijini. Sasa mtu umeka ng'ombe zako hapa hivi kama kawaida, afu mtu anakuja kukuibia. Na ningempata leo huyu. Anabaki amekimbia. Ningempata. Yuko wapi mwizi? Amekimbia sasa hivi. Wewe umeelekea huko bwana. Wewe mtu mzima hivi alafu mwizi akutoroke bwana. Ameelekea huko. Sasa hivi mzee wangu, sasa hivi. Acha kabisa. Mwizi ukimbia sasa hivi. Utani sasa. Si utani kabisa, ukweli kabisa. Juzi nimeibiwa mayai yangu kwenye banda langu la kuku. Wezi wamechosha hapa kijijini. Sasa unamwachia hivi hivi bwana? Basi tuendelee kumsaka sasa. Tukamsake tu mwizi huyu. Atarudia. Na ni kweli. Ameshazoea huyo. Na hapo ni kweli. Niligaribiwa kama dhahabu motoni, nililia nikasema Bwana uko wapi? Lakini ndani ya maumivu nilijifunza, imani hupimwa si kwa maneno bali kwa kusubiri. Kipimo cha imani ni kuvumilia, ni kusimama hata upepo unavuma, wakati haoni njia.
kupoteza tumaini. Kipimo cha imani